Tunadhaminiwa na Magnus Secondary School. Ni shule ya bweni na kutwa kwa kidato cha kwanza hadi cha 4. Ni shule bora yenye mazingira tulivu ya kujisomea. Habari njema kwa sasa ni kwamba Magnus wanatoa ufadhili wa ada ya masomo. Ni vizuri ama ni vema mzazi ukampeleka mtoto wako Magnus Secondary. Kwa Alikamu kuwakataa ilikuwa sawa, kwa sababu na huo ndo ukomavu wa maafisa habari. Kwa sababu ukiacha ile statement ya wale ikabaki tu hivyo, itaonekana mna namna ambao mnawasiliana. Kwa hiyo kutoka hadharani na kuwakataa, kwangu mimi nimpe eko. Amefanya maamuzi mazuri sana, kwa sababu angekaa kimya, ungeona mashabiki wa Yanga labda wameingia uwanjani, ama ukaona tu mashabiki wa Al-Masry mara wamepata mashabiki 1000 Tanzania, lazima ungejiuliza maswali mengi sana, hao wametokea wapi, si ndio? Lakini kwa yeye kuzungumza kile alichozungumza ni sahihi, na amezungumza kwa muda sahihi ili kuhakikisha kwamba kila kitu kiko sawa. Lakini hiyo haiondoi utani wa jadi, kwa sababu kumbuka, mkuu wa mkoa amealikwa kama mgeni rasmi, sawa sawa. Rais wa mpira wa miguu amealikwa kama mgeni rasmi, si ndio? Mgeni maalum, si ndio? Katika hao wote kuna watu ambao wamealikwa specifically kwa ajili ya kuwakera upande wengine, kwa sababu ni Simba na Yanga ni watani wa jadi. Kwa hiyo usitegemee matokeo yakiwa tofauti na vile ambavyo Simba anataka kwamba hawatataniwa, wala Alikamu atazungumza kitu. Niamini mimi, kwenye upande mzima wa utani wa jadi kati ya Simba na Yanga, mimi sitegemee kuona kitu kipya zaidi ya hicho. Ila kwangu mimi nimevutiwa sana na reaction ambayo Alikamu ameamua kuichukua haraka sana, kwa sababu kwa namna yoyote ile ilikuwa ni lazima izungumzwe, kwa sababu ungeiacha tu na hang hivyo, jibu lolote lingekuwa jibu. Lakini sasa hivi unajua kabisa kwamba afisa habari wa klabu ya Yanga, hata kama sio official statement, ni yeye ameitoa kama afisa habari, it is very okay, kwa sababu akizungumza ni Yanga imezungumza. Kwa hiyo Yanga imewakataa. Ni kweli mnakuja, lakini mkumbuke mnakuja katika ardhi ya Tanzania. Katika hilo ambao amelizungumza Alikamu, nafikiri kwa upande wa mashabiki watasita kweli kuwashabikia Al-Masry, kwa sababu tumeshuhudia haya kwa muda mrefu kwa Mkapa Dar es Salaam. Kweli nao watafuata kile ambacho amekizungumza Alikamu. Nadhani kuna mara kadhaa tulikuwa na wewe uwanja wa Mkapa, Yanga akicheza na baadhi ya timu fulani katika mashindano ya kimataifa, na uliona kabisa namna gani ambavyo mashabiki wa Simba walikuwa wakiwashabikia ama wakiwa support hii timu nyingine, si ndio? Kwa hiyo ndio utani wa jadi. Kwa chochote, yani kwa upande wa mashabiki, siwezi kuzuia wewe kumshabikia Al-Masry, wala huwezi kunizuia mimi kumshabikia Al-Masry, wala kumzuia Simba. Umeelewa? Kwa mwisho wa siku ni namna ambavyo mtu anajua utani wake. Na uzuri moja, mpira wetu sisi katika upande wa mashabiki hakunaga uadui. Hakunaga uadui wa kudumu. Uadui unakuwa pale dakika 90. Baada ya hapo utawakuta hao wakina Godi Yanga, sijui akina Mzaramo, sijui akina Jibisi na ngapi, au utawakuta wamekaa wanapiga story, na Mungu anawabariki, wanapata sponsorship, wanakuwa mabalozi kwenye mataasisi mbalimbali. Kwa mpira wetu sio uadui, na ndivyo ambavyo mpira wetu unakuwa. Na wale wanajua kabisa watakachokuja kukutana nacho kwa Mkapa, wanakuja kucheza na Simba, wanajua. Kwa lazima wajitengenezee mazingira ya mind game, kwamba lakini nijiandalie kijiji changu na mimi kije kunisupport, kunipa nguvu pamoja na wale ambao watakuwepo. Kwa mimi nafikiri wako sehemu sahihi na hauwezi kuwazuia mashabiki. Kwa hata kama rais wa Yanga angesema jamani msifanye hivyo jamani, niamini mimi bado kuna mashabiki wa Yanga wangekaa pale, Simba amefungwa, ungewaona wanashabikia. Alikamu alikuwa anahitaji mwaliko kwenye game hiyo, lakini kwa upande wake yeye bwana Ahmed alikana kwamba kama amempotezea hivi. Hauoni kana kwamba hii pia inaweza kachagizwa pia? Alikamu aliulizwa kwenye media moja, hizi social media za online moja, akaulizwa kwamba utakapopewa mwaliko utaenda? Akasema nikipewa mwaliko nitaenda, ila wasinichagulie pa kukaa. Hao ndio kwa maneno yake. Umeelewa? Sasa huyu sio rafiki yako. Waliopewa mwaliko wote wanakaa VIP na ni wageni rasmi, si wageni wa heshima, si ndio? Yule ameshasema kabisa, mimi ukinipa mwaliko nakuja, lakini usinipangie pa kukaa, wala usinipangie namna ya kushangilia. Sasa huyo sio rafiki yako, na hawezi lakini pia haimzuii yeye kukaa tiketi kwenda kuangalia Simba, kwa sababu uwezo kukata tiketi ya VIP Alikamwe nao anaweza kukata VIP akakaa pale VIP. Na hilo tulilishuhudia wakati Gamondi yupo mara nyingi sana. Gamondi amefanya hivyo za Simba, alikuwa anatokea tena kimataifa mara nyingi sana, amekuwa amefanya hivyo. Hata Nabi alikuwa anafanya hivyo mara nyingi, na baadhi ya wachezaji wa Yanga pia
kwa sababu wanatamani kwenda kuangalia mpira unavyochezwa na performance ya wapinzani wao wakubwa. Kwa hiyo mimi sitashangaa nikimuona Ally Kamwe, lakini pia sitashangaa nikimuona Ally Kamwe akishangilia Almasi watakapopata matokeo, kwa sababu ya utani wa jadi uliopo. Kwa mimi nafikiri na ile la mashati dai ni namna vipi, mbona kama bado Ally Kamwe anajua nini ambacho anakitaka. Unajua leo ni weekend, ni mapumziko, leo ni Karume Day. Kwa hiyo Ally Kamwe anachokifanya, anataka kuhakikisha kwamba anatengeneza atmosphere fulani ule uwanja ujae. Kila mtu anazungumzia Mashati Day. Wewe msikia mtu akizungumzia kuhusiana na mechi ya Simba huko mtaani, wengi wanazungumzia KMC Mashati Day. Kwa mechi ya Simba ni ndogo kuliko hii. Mechi ya Simba itabaki kuwa kubwa, lakini sasa huwezi kuiruhusu ile ikumeze wewe. Kwa hiyo lazima creativity ya Ally Kamwe anajaribu kufight na klabu yake ili apate mafanikio. Na niamini mimi ninachokwambia, ule uwanja utajaa. Simply because kuna kitu ambacho kinatakiwa kwenda kuonekana. Kwa hiyo kwangu mimi naona bado tuko sehemu sahihi na kijana yuko sehemu sahihi. Hawa wasemaji hizi klabu kubwa mbili, Simba na Yanga, Ahmed Ally na Ally Kamwe, wanafanya kazi kubwa sana. Achilia mbali makosa madogo madogo wanayofanya, lakini kazi wanayoifanya utakuwa ni mtu ambaye huna utimamu wa akili ukiwakataa. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.